Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisaidia kusalimiana na jirani yako ambao umeketi naye hapo. Saidie kumsalimu. Basi kama umechukua hivi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku yetu ya 3 ya semina. Tulikuwa tukiendelea na wengine nadhani leo ndo mara ya kwanza. Kama leo ndo mara ya kwanza unatokea uone. Sawa, sasa nini mko wapi jamani? Sawa, leo tunaendelea pale tulipokuwa, ila nitajitahidi kufanya kwa namna zote wale ambao hawakuwepo wasijikute kama watu waliotengwa waweze kupata vitu. Na leo tunajifunza somo ambalo kiukweli ndio nalifundisha tu leo, na ninadhani katika maisha yangu ya kuwepo Flamingo naweza nisifundishe tena. Kwa nini? Kwa sababu mmoja kati ya masomo magumu na wengi huwa wanapata shida kuyaelewa, lakini ndivyo mambo yalivyo katika ufalme. Nataka tukajifunze kuhusu uponyaji. Yaani tujifunze kuhusu uponyaji. Na hili somo ni maalum kabisa. Yaani kwa mtu yoyote ambaye ni mgonjwa akilisikia apone, ambaye huwa anaumwa akitoka hapo awe mzima na usiumwe tena maisha yako yote. Unaweza asifiwe. Ndio hili somo. Kinachomponya mtu sio maombi. Kinachomponya mtu ni neno. Unaweza asifiwe. Tunasema uponyaji unapatikana kwa maombi huwa haudumu, kwa sababu mimi nakuwekea wewe uponyaji. Maana yake yule pepo ambaye amesababisha magonjwa ndani yako anaondoka. Lakini Biblia inathibitisha kwamba yule pepo akitoka huwa anaenda kutafuta wenzake wenye nguvu 7 na wanarudi. Maana yake akirudi akikuta hujakaa vizuri utaumwa tena. Kwa hiyo uponyaji wa maombi tunasema sio wa kudumu. Ila uponyaji wa neno, uponyaji unaokuja kwa ufahamu, maana yake akili yako inahamishwa. Kwa ule ugonjwa hauwezi kurudi tena kwako, lakini faida nyingine, wewe unaweza kuwasaidia watu wengine siku nyingine kwa sababu wewe umepona. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tunajifunza hili somo. Moja ya mambo ambayo nilijifunza, Shetani anapofanya kazi zake huwa ana tabia ya kufunga ufahamu. Mara zote unaweza ukadhani kwamba kinachomfanya mbuzi asikimbie eneo alilofungwa ni kamba aliyofungwa, ila akifungwa ile kamba kwa muda mrefu, labda mwaka mzima yuko pale, hata ukaja ukakata kamba mbuzi atabaki. Nini kimembakisha? Kwa sababu kilichofikia kufungwa sasa hivi ni ufahamu, sio tena mwili wake. Sawa? Tuliendaga kwa Wagogo huko kijijini, tukakuta wenyewe wanapofuga mifugo, kama kuna mgogo hapa atakuwa shahidi, huwa wanaweka tu, wanazungushia tu vimiti tu kwenye zizi. Sio, umeshaona hiyo? Vimiti ambavyo kama ng'ombe wakiamua wanaweza wakapiga mateke wakaondoka, sio? Lakini ng'ombe hatoki pale. Sisi mara ya kwanza tulivyoona vile, tulifikiria kwamba tuliaminishwa kwamba Wagogo wana dawa. Kwa kuna dawa wanaziweka pale. Wewe unaweza kuona kama tuliuziwa wa kijinga, ila kuna dawa ambazo wale ng'ombe hawezi kutoka. Umeelewa hiyo? Na mimi niliamini kwamba hii kweli dawa. Maana sisi kule mjini tumefuga ng'ombe, tunatengeneza mabanda ya maana, na bado ng'ombe anaweza akatafuta, wanabomoa kama hii miti, wanachukua pembe zao wanapiga mpaka wanaondoka. Najiuliza, sisi tumewafuga hao ng'ombe wanakimbia na mabanda ni makubwa, wao wanaenda kwenye miti na mambo yanaenda vizuri kabisa. Nikajiuliza ni nini? Nilikuja kuelewa kwamba ule sio uchawi, baada ya kwenda kualikwa na mchungaji mmoja nyumbani kwake, naye anafuga, ule mchungaji ni Mgogo. Tukakuta mchungaji na yeye amezungushia tu miti. Kwa akili ikaniambia kwa mchungaji naye ana ile dawa au mchungaji naye ana kauchawi. Unaelewa? Nikaanza kuwaza, mchungaji atakuwa hana uchawi. Ila kuna kitu nilichokuja kugundua baadaye ni kwamba kilichotokea pale, wale ng'ombe hawajafungwa popote wala hawajazuiliwa na ile miti. Kwa kilichofungwa ni ufahamu wao. Kwa ile miti kwao wanaamini kwamba hawawezi kutoka, na ndio wamefungiwa, ndio maana wanakaa pale. Unaelewa? Ndio maana hawawezi kutoka hata siku moja. Sasa shetani anapofanya kazi hasa kwenye eneo la uponyaji, anachokifanya
Sio kwamba kama unapoombaga maombi yako unasema navunja mageti, nakemea laana za mababu na mababu. Shetani hajawekea hata mageti makubwa, ni viti tu ameweka, ila ufahamu wako ndio umefungwa. Kwa wewe unadhani kwamba siwezi kutoka nje ya hapa. Sawa? Ufahamu unafungwaje? Anaweza kukwambia ugonjwa ni mama yako alimdesisha fulani na fulani na fulani kwenu unaumwa. Hiyo ndo yaani ndio kashamaliza. Kwa hata akitokea mtumishi akasema wanaopata shida fulani tuwaombee, wewe unashindwa kutoka nje ya ule ugonjwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kile kifensi ambacho umewekewa na shetani. Kwa shetani atajitahidi tu kukopesha na neno, wala hata sio mageti wala sio maombi. Ni hataki tu ujue kwamba huo ugonjwa wewe sio wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujifunze. Kuna watu hapa sasa hivi tunapoongea ni wagonjwa, yani una shida sehemu na udhaifu kama huko jinsi mkono. Sasa unaona hawa ndio watakuwa kama mimi tunasema ni darasani, sample space practical. Tunataka tukimaliza hili somo wao wamepona. Sawa. Tukimaliza hili somo tunamshukuru Mungu, tunaomba tukimaliza hili wala hawana udhaifu tena kabisa kwa sababu ya hili somo. Lakini pia kama kuna mtu ambaye inawezekana sasa hizi ila tu umeumwaga, yaani unajijua kama ni mdhaifu wa mwili. Magonjwa wako haipiti muda fulani kama umu kama hivi. Msha mkono. Watu wapo. Na watu wao ni mdhaifu. Yaani anaweza akawa mzima leo, ila yeye anajijua kabisa kwamba mwezi hauwezi kuishi. Lazima apate shida ya kupeleka hospitali. Sasa kwenye hili somo nataka tutumie haya maandiko. Biblia inasema wakati Yesu anafundisha, uwezo wa Mungu ulikuwa pamoja naye ili apate kuponya. Kwa hiyo mafundisho ni uponyaji, mafundisho. Nataka nikupe ufahamu ambao naamini ukichukua ufahamu ukakaa nao, swala la magonjwa kwako litakuwa tu simulizi zingine na mambo ambayo unayasikia kwa watu wengine, ila kwako inakuwa ni kitu ambacho ukisikii. Kwa hiyo moja ya mambo ambayo Yesu aliyafanya akiwa msalabani ni uponyaji. Biblia inasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nilisema kwamba hiyo ni sawa na hesabu. Maana yake 1 jumlisha 1 ni 2. Ni sawa? Kuna mtu hapa ambaye alifeli hesabu, yani hesabu walimfundisha walimu wengi lakini hakuelewa kabisa. Kuna huyo mtu yani hesabu kwake ni issue. Yupo? Hata kama yupo ili tuone 1 jumlisha 1 atakosa. Sawa? Maana yangu ni nini? 1 jumlisha 1 ni 2, ndio? Au tukwambie 1 jumlisha 1 ni 11. Unakataa, si ndio? 1 jumlisha 1 ni 3. Ni sawa au sio sawa? Ndio walikuwa wapiga hesabu. Naona anapata mashaka. Mwingine 1 jumlisha 1 ni 11. Vipi hapo unafanya kataa? Naona ni mashaka na hesabu. Sasa 1 jumlisha 1 ni 2 haibadiliki. Maana yake kwa kupigwa kwake tumepona. Yaani ndio hiyo 1 jumlisha 1 ni 2. Sasa inapotokea 1 jumlisha 1 kwa mtu ameandika 4, wewe kama mtu tu wa kawaida lazima upate mashaka. Ndio? Wewe fikiria wale wazazi wenye watoto. Mtoto wako amesogea amekuwa kidogo, umpeleka shule. Ndio? Unapewa daftari 1 jumlisha 1 amejaza 5, wewe kaweka vyema, utakurudisha hiyo shule. Sio ukaenda kudai ada yako. Mwalimu akitaka zinakutosha. Unaelewa? Sasa hiyo ni kwamba inatakiwa iwe hivyo hivyo inapotokea haujapona, kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa kwani hakupigwa, si amepigwa? Sisi tunataka tupone. Na kama hatujapona ni swala la kwenda kudai ada. Sawa? Swala la kwenda kudai ada, swala la kwenda kusababisha vurugu shuleni. Kwa nini nimemwambia mwanangu 1 jumlisha 1 ni 5? Kwamba mzazi ngeza hata kama mimi sijasoma lakini 1 jumlisha 1 najua ni uongo. Sawa? Ni moja ya mambo lazima tukurupuke tuwaze. Sasa nataka nikuonyeshe kwenye Biblia. Kwa nini watu wanaumwa? Yaani moja ya vitu vya msingi unajue. Sawa? Kibinadamu nitakutajia sababu zote za kuumwa, alafu nitazijibu kibiblia kwa nini hizo sababu hazipaswi kusababisha wewe uumwe. Unielewa? Kuna sababu nyingi. Wale watu wanaosoma shuleni kusababisha magonjwa nakumbuka. Vinavyosababisha magonjwa unakumbuka?
Nini kinasababisha maumivu? Uchafu. Kama huo uchafu unatokana na bakteria, si ndio? Ni bakteria wanasababisha ugonjwa. Kingine kinasababisha magonjwa. Shule zamani sana. Kwa mtu anafikiria, utafikiri kweli alikuwa anajua. Alikuwa anampiga mchenga. Sasa kwenye kusababisha magonjwa mimi nilipofuatilia, cha kwanza kuna viumbe mbalimbali vinavyosababisha magonjwa, ikiwemo bakteria na virus. Na kitu kimoja wapo kwa nini wanasababisha magonjwa, wao chakula chao, yani ili wale inabidi wale kwenye mwili wako. Unaelewa? Sasa ikitokea wakala kwenye mwili wako, wanapunguza kile ambacho kilipaswa kitumike kwa ajili ya mwili wako. Matokeo yake wewe mwili wako unakosa chakula. Mwili wako unakuwa mdhaifu. Umeelewa? Ndio maana dawa yoyote unayokunywa kazi yake sio kwenda kutoa ugonjwa. Inaongezea wale wadudu wako wewe. Sawa? Wale wadudu wako wewe ambao wamekosa nguvu, wanaongezewa nguvu ili wapambane na wale wadudu wako wanaosababisha magonjwa. Umeelewa hicho kitu? Unaelewa? Yaani wewe ndani yako, sawa? Kuna wadudu ambao wanaitwa chembe hai hizi nyeupe ambazo kazi yake ni kupambana na magonjwa. Wale ndio walinzi wa mwili wako. Sawa? Sasa ikitokea umeumwa, maana yake wale wavamizi, majambazi ambao ndio bakteria, wamewapiga wale. Kwa hiyo walipowapiga wamefanikiwa kukudhoofisha wewe. Ndio unasikia mtu anaumwa. Ila maana yake ikitokea wale wavamizi waliokuja wakawa hawana nguvu, wakashindwa, watapigwa, watauliwa, wote endelea kuwa salama. Kwa mpaka unaona unasikia udhaifu, ni kwamba wadudu wako wanaotakiwa kukulinda wamezidiwa nguvu na wale. Dawa inafanya nini? Dawa inakuja kuwaongezea nguvu wale wadudu wako wewe washindane na hao wadudu waliokuja. Sio, unaelewa hicho kitu? Kwa hapo ndio unapata virus, unapata na bakteria. Ndio wako hapo, sawa? Sasa kwa nini virus, kwa nini bakteria hatakiwi kusababisha wewe uumwe? Hapo unazungumzia magonjwa kama malaria, kipindupindu, sijui zote, yani magonjwa yote yanayosababishwa na bakteria na virus, hata ukimwi. Sawa? Na nazungumzia sasa hivi, kwa nini wewe haupaswi kuumwa haya magonjwa? Kwa sababu moja. Sawa? Moja ya mambo ambayo yalikuwepo bustanini wakati Adamu wa kwanza yupo, Mungu aliweka urafiki kati ya Adamu na viumbe vyote. Sawa? Kwa Adamu alipewa kuvitawala, au bakteria au virus walikuwa ni wadudu ambao Adamu anawatawala. Na itakushangaza kujua kwamba kipindi hicho wale walikuwa hawaamli, yani hawali kwenye mwili wa Adamu. Walikuwa wanakula vitu vingine na maisha yao yanaenda vizuri. Umeelewa hapa? Maana yake walikuwa ni marafiki wa Adamu. Mende anasababisha magonjwa. Mbu anasababisha magonjwa. Mbu alikuwa ni rafiki na Adamu. Kwa mbu alikuwa hanywi damu ya Adamu. Alikuwa anaenda kula vitu vingine lakini sio Adamu. Kwa sababu hapakuwa na uadui kati ya Adamu na vile viumbe. Sasa baada ya anguko au uasi kutokea, uadui ukazaliwa kati ya Adamu na viumbe vingine. Simba hakuwahi kuwa na uadui na Adamu. Ila baada ya uasi kutokea, wale viumbe wanaitwa hayawani, maana yake wakahasi. Wakaanza kutaka kumla mtawala wao ambaye ni Adamu. Yaani Adamu ndio alikuwa anawatawala simba pale. Shangaa tena nao wanataka kupambana dhidi ya Adamu. Nini kimetokea? Wameasi kwa sababu ya dhambi aliyofanya Adamu. Kwa pale viumbe vingi vikatokea. Viko viumbe vilibakia wapole kama mbuzi na ng'ombe. Ila viumbe vingi vikabadilika. Mfano nge alikuwa angati mtu. Ila tayari sasa hivi kuna uadui kati ya wewe na nge. Yaani kitokea ukimotea nge huyo hapo anapita unakanyaga unaua, si ndio? Yeye akikuotea wewe na nyuki, ukimbahatisha nyuki kwenye mazingira yake unaua, si ndio? Na yeye akikuotea kwa hiyo amekuwa kama mapambano. Vita yani kati ya wewe na nyuki, wewe na wadudu wote unapita nao. Nyoka hivyo hivyo. Nyoka akikuotea na wewe ukimwai, kwa hiyo ni nani atamwai mwenzake? Unaona mambo gani? Ni moja ya matatizo ambayo Adamu aliyasababisha ambayo hayakuwepo. Wanapokuwa siku ya kwanza niliwasomea namna ambavyo mwana wa Adamu akija inaonyesha kwamba tutakuwa na urafiki na simba, urafiki na vitu vingine. Tumeelewa? Sasa Yesu alikuja kufanya nini? Kuondoa uasi, akapigwa, ndio? Akasulubiwa. Moja
kumrudisha ni kumrudishia Adamu utawala wake. Maana yake baada ya Yesu kuja akasafisha ile dhambi ya Adamu, akaliondoa kosa, wewe unarudishia urafiki na hivyo viumbe vyote. Nini kinachotokea sasa? Ikitokea sasa umesharudishia urafiki na wale bakteria, lakini bado bakteria wanakushambulia, hapo kosa ni la nani? Na hisi kosa hapo ni la Yesu, na Mungu, au na wazazi wako? Kosa ni lako, kwa sababu wewe umeshindwa kumvaa Yesu, ukaielewa kazi ya msalaba iliyokamilisha. Umeelewa? Ndio maana mimi naamini kwamba hata ukinywa maji ambayo hajachemshwa, sawa, bado utakiwa kuumwa tumbo, kwa sababu maji ambayo hajachemshwa yana bakteria mle ndani. Nikiwanywa wakiingia tumboni wananisababishia madhara. Lakini mimi na bakteria sasa hivi ni marafiki. Mimi sina uadui na bakteria. Kwa nini bakteria anisumbue mimi? Umeelewa hiyo? Kwa hiyo ukiona bakteria ananisumbua, maana yake mimi na shida. Umeelewa? Sio hapo wakinywa maji ambayo hajachemshwa wanaumwa. Sio hapo. Hao ndo na wewe mmoja wapo, si ndio? Kwa nini bakteria na ugomvi na wewe una shida gani na bakteria? Na bakteria tayari Yesu amesharejesha utawala. Yaani bakteria wao unatakiwa umwambie bakteria ondoka hapa tumboni, kwenda zako. Hapo utakiwa kukaa. Wewe unatakiwa umwambie bakteria wapi akae, wapi asikae. Kipi afanye, kipi asifanye. Unataka bakteria watoto wangu usiguse. Sawa bakteria. Kuna watoto wa Majuma na Malawazani kapambane nao, ila wanangu usiguse. Na bakteria anakuelewa. Yesu anasemaje? Mtakwambia mlima na mlima utawatii, si ndio? Kwa bakteria anatakiwa kuelewa. Unaelewa hicho kitu? Simuona kwamba Yesu wakati aliongea mpaka na mtu ukamuelewa. Kwa bakteria ni kazi yawe kuambia waelewe. Virusi vyote vya aina zote kwenye mwili wako kuviambie. Maana ikitokea vimekugusa inabidi ukumbuke kwamba huu adui wa mimi na kirusi ulipandwa pale bustanini baada ya kosa. Lakini Yesu amepigwa tayari. Amekufa tayari. Amenirudishia mimi ufalme. Ndio. Mimi ndio mtawala. Bakteria anatakiwa anisikilize mimi nasema nini. Sasa tena wewe ndio unamsikiliza bakteria. Bakteria anambia sasa kesho amkia hospitali. Unaenda, si ndio? Kifika kwa daktari anakuambia inabidi kesho tena urudi. Na kesho kutwa tena urudi. Unywe na hizi dawa. Tena uzingatie muda saa 7 saa 8. Wewe kama mtumwa, yaani kama boya. Wewe ni mfalme. Hivi unaelewa? Sio mnaelewa? Yaani wewe unakuwa kama mjinga unapelekwa watu haya kunywe. Kwa 7 zingatia, tena zingatia kweli. Hizi kabla ya kunywa wewe umeshiba na wewe kweli unashiba. Hiyo unaelewa unachofanya? Maana yake wewe ni mtawala ambaye tayari uelewi nafasi yako. Unaelewa hicho sababisho cha magonjwa ya kwanza. Malaria inaingia hapo. Kipindupindu, sijui magonjwa ya kuharisha, sijui kuhara damu, yote yanasababishwa na bakteria. Hata haya magonjwa sijui ya watoto haya, mengi bakteria au virusi. Hataki kukuzuru wewe kwa sababu wewe hauna shida. Ndio maana ngombe wewe ndio hata ukilala unaweka neti mbwa asikuguse. Na ikitokea mbwa amekung'ata, basi usipate malaria. Kwa nini? Wewe na mbwa hamna uadui, mbwa unatakiwa wewe umwamlishe. Sio, unaelewa? Umeelewa hicho? Kwa sababu ya kwanza cha magonjwa tunaona kwamba si kusababishi sahihi cha wewe kuumwa. Unatakiwa kuumwa. Sawa? Umekula sijui bila kunawa. Sijui umechukua. Kwani unasikia wanafunzi wote kwa bila kunawa? Si unakumbuka? Mshasikia wameumwa mahali. Ila wewe na watoto wako, nani mikono mtaumwa? Unaelewa hiyo? Yaani umekula bila kunawa sio kesi yako. Kwa sababu huyo unayemwogopa ni kirusi ambaye ni kiumbe kimoja wapo kati ya viumbe ambavyo Mungu alikupa kuvitawala. Kwa hiyo ndio uvielekeze. Sababu ya pili ya kwa nini watu wanaumwa, hapa nimesema ni kurithi. Magonjwa ya kurithi. Baba yako au ndugu zako au nani aliumwa, basi na wewe unapata huo ugonjwa. Umeelewa? Sasa kurithi, sababu hapo nimetoka kuambukizwa. Lakini kuambukizwa ni bakteria anatoka kwa huyu anakuja kwangu, sio? Corona tunasema tusipeane mikono, ndio? Kwa sababu bakteria wanatoka kwa anakuja kwangu. Ila mimi sitaki kuumwa corona kwa sababu hata nikipa mkono huyu ana bakteria wake, hao wanao kwa sababu yeye ameamua kuishi nao kwa mapenzi yake binafsi. Ila mimi siwataki kwangu. Kwa hata nikiwachukua nikagundua kama ninao, ninaweza kuambia ondokeni, hapa sio kweli, na nikawa salama. Ni sawa? Mimi wakati corona inaendelea nilikuwa sijafika hapa. Ila nilikuwa hapa ili licha corona ningeteseka sana. Mimi sikuvaa barakoa wala nani. Maisha yote yani ya corona yani. Sivai barakoa sipendi tu. Kuna wakati nasikia mafua, nasikia kukohoa,
Anasema wewe bakteria umefika, ondoka hapa, sio kwako, uelewe. Kesho kutwa mpaka corona ikaisha. Unaelewa? Mimi nilisema siwezi kuvaa hivyo vitu vyenu. Wala sidhani niliyakataa kabisa kwa sababu nilijua hao ni virusi ambao mimi sina ugomvi nao. Kwani wewe mpaka nyuki anakung'ata, wewe una shida gani na nyuki? Nyuki hadi akung'ata, nyoka anakuuma, shida naye gani? Unaelewa? Au una shida naye? Tayari wewe ni mtawala. Kwa nyoka akijichanganya inabidi umhukumu kama mtawala. Kama wewe nyoka imekuaje? Umelingana. Unaelewa? Sababu ya pili ni polisi. Polisi hii inafanya kazi kwa kanuni moja ambayo Adamu alivuruga, ndio ilileta matatizo. Adamu, moja ya kanuni alivuruga ilileta matatizo ni kwamba Mungu alipotengeneza dunia, alitengeneza mazingira kwamba kila unachofanya lazima ukilipie. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ndio Mungu alitengenezaga hiyo. Ila akakusudia kwamba Adamu peke yake ndio awe mtu pekee anaweza akavuna vitu ambavyo hajapanda. Umeelewa? Na anaweza akapanda vitu na asivune. Umeelewa hicho kitu kwa Adamu? Maana yake yeye hata wakati anaishi bustanini, michungwa yote pale ilipandwa na Mungu mwenyewe. Yeye alikuwa anakula. Na huoni mahali Mungu akamdai kodi ya damu ya machungwa, ndio? Haipo, kwa sababu Mungu alimwekea kwamba yeye hana haja ya kupanda na kuvuna. Ila wanadamu wengine wote ilikuwa unachopanda lazima uvune. Sasa iko hivi. Maana yake chochote ambacho mimi nilikipanda inabidi nikivune. Mfano, sheria zimesema usiendeshe gari kwa mwendo kupita kiasi. Mimi nimeendesha gari kupita kiasi. Tumepata ajali, tumeingia mtaani. Unajua kwa shetani ya usiku. Nimevuna nilichopanda. Umeelewa? Ndio hiyo kanuni. Sasa kwenye magonjwa kuna kanuni ya kupata magonjwa ambayo wewe unavuna ulichopanda. Mfano, umeambiwa kama ndugu yangu usizidishe sukari nyingi kwenye sukari. Sukari sio nzuri. Kwenye chai sukari sio nzuri. Umeelewa? Wewe umevaje? Umezidisha. Baadaye ukaja kuumwa kisukari kwamba kongosho imefeli. Hapo ni umevuna ulichopanda. Umeelewa? Sasa anawezekana aliyekunywa hiyo sukari ni babu wa babu yako. Wewe maskini ya Mungu, unataka kunywa sukari nyingi, kwanza uipendi sana. Ila tu kwa sababu tumezaliwa na yule jamaa unalazimishwa na wewe inabidi ulipe kosa wewe ulifanya baba. Umeelewa hiyo? Kisukari kilivyo. Yaani hivyo hivyo kila ugonjwa ukiuchunguza kuna kosa lilifanywa mahali. Yule aliyefanya kosa akalipishwa na badala yake watoto wake na wajukuu wake tena wanalazimika kulipia kosa alilofanya yule. Hiyo kibiblia imekaaje? Wale wanaosoma maandiko. Inasemaje Biblia kwa habari ya mambo kama haya? Yaani kuhusu urithi, Biblia inasemaje? Nisoma andiko la baba hata utoa uovu wala mwana hata utoa uovu. Kwa hiyo kulisi ugonjwa ni kosa kisheria, yani haitakiwi. Kwa sababu yeye alipata kwa sababu ya mambo yake. Yeye alikunywa mapombe pengine akapata sukari, figo ikafeli. Sasa mimi nalisi sinywi pombe, nalisi nini? Umeelewa? Kwa hiyo ni mfano utakao kuwa nao ili unapoona ugonjwa wa kulisi, ujue hao kuna watu wanakuwa walifeli. Umeelewa hicho? Hiyo ni sababu. Lakini pili, tufanye labda sukari wewe ndio umekunywa. Sio? Je, umo kisukari? Sasa tunarudi, kwani Yesu alifanya nini? Biblia inasema alipigwa, alichubuliwa kwa makosa. Kwa kosa ninalofanya mimi Yesu amechubuliwa tayari. Yaani sio kwamba atachubuliwa kesho. Atachubuliwa. Kwa hilo kosa mimi sitaki kulipa kwa sababu Yesu kashamaliza. Ndio kazi ya msalaba hiyo. Maana yake leo hii mimi hata kama nikafanya kosa, nikaambiwa hayo maji ukinywa utaumwa, mimi nikanywa, bado sitaki kuumwa. Kwa sababu si ni kosa. Sasa kwani Yesu alipigwa ili wewe si makosa? Na hili si kosa. Haya, Yesu ashalipia. Ni sawa? Nishafika mahali. Nikawa nilienda mahali, nikawa nimefika, nimenunua vitu. Alafu nimeondoka nikarudishiwa change. Ila nilipofika nyumbani nikapiga hesabu zangu nikagundua ile change imepungua karibu 5,000. Kwa nikampigia simu yule jamaa nikamwambia wewe, bwana umenirudishia change hivi na hivi, tukaelekezana ikaeleka kweli ile 5,000 amefanyaje? Amenidhulumu. Akaniambia sasa ndugu yangu ile 5,000 nishaitumia. Ila ukija tutakatana. Sio unaelewa? Kwa hiyo nikawa nikienda pale naagiza chochote, tupe soda, tutakatana. Sasa ndio makosa ambayo tunataka kuyafanya leo kwenye vyakula, hapo mwambie shetani kwamba hii tutakatana na Yesu
umepigwa tayari. Umeelewa? Ndio maana ikatokea wewe uwezo ukapata sheria za madaktari zote. Wewe unaweza kula mlo wenye nani sita zile sijui. Yaani uzingatie vitu vyote sita unaweza. Sasa leo hii eti mtu eti ajala sijui protein kapata kuwasha koo. Yaani nini kuwasha koo wakati Yesu ndo alipigwa kwa mambo kama haya? Hayo ndio mambo yalisababisha Yesu akapigwa hayo makwasha koo. Kwa hiyo mimi sitaki kuumwa. Kwa hiyo mtoto wako ukaona sijui anaanza kitumbo kinaongezeka ndio ujue hivi tayari nitatizo. Kwamba Yesu tutakatana. Sawa. Hii ni moja ya mambo wewe vitu katane kwa sababu Yesu ashimani. Ndio makosa hayo. Kwa mbona unataka kuumwa? Hata kama umefanya kosa wewe. Ndio maana mimi jamani hiyo sukari wekeni kidogo. Wekeni kidogo. Mtu ataumwa. Utakiwa kuumwa. Sawa? Sasa sio kama ukanywe sukari, ukanywe. Mungu hajanibiwi. Sawa? Yaani hiyo ninakwambia kwa wale makosa ambayo kwani tumesema sasa hizi kwamba makosa yote Yesu kashalipia, sio? Lakini Yesu Paulo anauliza kwamba ndio sasa tutende dhambi. Yaani kwamba tutende tu dhambi ili nani ndio tutende? Yaani hiyo imewekwa kama akiba kwa wale makosa ambayo itatokea tu kibinadamu umeshajichanganya. Ndio maana sasa Yesu atakuwepo kulipia ile. Ila sio kwa makusudi, yaani mama unafanya kwa makusudi na vuruga vitu. Sawa? Usifanye makusudi. Ila Yesu kwa hiyo ni sababu ya pili ambayo hakuna mtu anatakiwa kuwa na ugonjwa wa kulia. Hayupo. Kwa sababu kama ni kosa lilifanywa na babu inabidi babu mwenyewe aumwe aishi, sio mimi. Moja, mbili, hata kama ni kosa nilifanya mimi bado sitaki kulipa. Ni sawa? Kwa sababu Yesu ndio kazi alifanya msalabani kulipia hayo makosa. Sababu ya tatu ambayo nimeiweka hapa inasababisha watu waumwe ni mambo ya vyakula. Lishe dhaifu, kwamba mtu ameenda kula akala tofauti, labda alitakiwa ale matunda hajazingatia. Maana yake kisayansi inasema huyu mtu anaweza kaumwa. Sasa huyo mtu ndio ameumwa, lakini anatakiwa alipie hilo kosa. Hatakiwi, si ndio? Kwa sababu kiukweli wewe una kosa unaweza kulipia. Halipo hata moja, hata dogo. Yaani leo hiyo ukiambiwa tu ulipie gharama ya kutokula chakula ambacho kina wanga wa kutosha, hiyo gharama yake ulipie uwezi. Ni Yesu ndio analipaka hizo mambo. Kwa bado mtu anapoumwa kwa sababu eti akula vizuri, anatakiwa kukumbuka kazi iliyofanywa msalabani, afu kuitumia hiyo. Sisi tunanielewa? Tunazungumza habari ya magonjwa. Sasa nataka nikuonyeshe uponyaji unatajwaje katika maandiko. Ili Yesu apate kuponya, tunasema kuna mambo matatu ya msingi. Moja ni uwezo wa Yesu kuponya. Mbili ni mapenzi ya Yesu kuponya. Na tatu ni wakati wa Mungu kuponya. Ni vitu ambavyo tuvisome hivi tujue. Yaani kabla hujataka kujua uponye, unatakiwa ujue, je, ni mapenzi ya Mungu lipone? Je, Mungu ana uwezo wa kuliponya? Na je, ni wakati sahihi wa Mungu kuliponya? Hayo maswali matatu yakijibiwa, maana yake wewe unatakiwa kupona. Sasa la kwanza tuulizane wote. Mungu ana uwezo wa kuponya? Tuulizane hilo swali. Eti Mungu ana uwezo wa kuponya? Hebu tunyoshe mikono tunaamini Mungu anaweza kuponya. La pili, je, ni mapenzi ya Mungu wewe upone? Kama ni mapenzi ya Mungu upone, nyosha mkono. Na kama unapata mashaka kwamba pengine sio mapenzi ya Mungu nipone, wewe tu tulia. Mapenzi ya Mungu upone, mapenzi ya Mungu usipone. Kwamba labda huo ugonjwa Mungu bado ana kazi nao fulani, kama hiyo anaamini hivyo. Tunaelewa? Jana nilisema kudhania kwamba hapa ninaumwa hapa ni kwa sababu Mungu ameruhusu niumwe, ananiimarisha, si ndio? Ni kuamini kwamba Mungu ana kazi na huo ugonjwa, si ni kweli? Nikasema kama kweli Mungu ana kazi na huo ugonjwa, unatakiwa kwenda hospitali. Sasa fikiria, unaumwa hapa, labda maumivu, na unaamini kwamba Mungu amepaacha hapa paumwe ili uje utoe ushuhuda, si ndio? Sasa ukienda hospitali wakupa dawa pakapona, sio sharibu ushuhuda wenyewe. Umeelewa? Kwa kama unaenda hospitali maana yake sio mapenzi ya Mungu ufanyaje? Jambo la tatu ni wakati wa Mungu kuponya. Yaani nahisi kwamba sasa hivi ndio wakati sahihi wa Mungu kuponya. Kama unaamini ndio shamba. Kama unaliamini hilo. Na kama unaamini kwamba sio lazima sasa hivi, inawezekana tu
wakati wa Mungu hata kesho kishukutwa akaniponya. Hivi nyesha mkono. Wote tunaamini ni wakati sahihi kuponya, si ndio? Kwa maana chochote unachoomba inabidi upone. Sawa. Sasa kama ni hivyo, tuangalie mifano kadhaa kwenye Biblia ili tuone namna ambavyo kuponya kumetajwa. Fungua kile kitabu cha Mathayo sura ya 15. Mathayo 15 mstari wa 21. Hapa anasema hivi: Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema, "Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo." Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, "Mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu." Akajibu akasema, "Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli." Naisikia hiyo. Sasa nataka tuangalie huu mfano. Kwenye huu mfano, je, ni mapenzi ya Yesu kumponya huyu mama? Kwa maelezo aliyotoa Yesu, ni mapenzi yake amponye? Kasema yeye hajatumwa kwa watu wengine, katumwa kwa Israeli tu. Kwa mama Mkananayo, mama wa mataifa. Ni mapenzi ya Yesu amponye kweli? Unapata mashaka. Kiukweli sio mapenzi ya Yesu amponye, ndio ukweli kwa hapa. Sawa? Na kuhusu ni wakati uweza anao. Kwa sababu hakusema mimi siwezi. Amesema tu mimi sijatumwa kwa ajili ya hao. Mimi ninao kwangu ambao nimetumwa kwa ajili yao. Kwa hiyo mapenzi ya Yesu sio haya kwa wakati huu. Ila uwezo anao. Wakati sasa hatuwezi kujua kwa sababu mwisho wa siku hii mfano wa ujibu. Sasa nataka nikuonyeshe kitu cha ajabu hapa ambacho kitakushangaza. Yesu anasema yeye hakutumwa isipokuwa kwa kondoo wa Israeli. Maana yake huo wakati wa kuwaponya mataifa ulikuwa bado, ila ilikuwa ni kwa ajili ya Israeli. Na anasema ndio waliotumwa kwa ajili yao. Si sawa? Sasa yule mama alipofika, sikia haya maneno. Hapa nataka wote tupaone hapa. Anasema akajibu akasema, naye akaja kwanza 25. Naye akaja akamsujudia akisema, "Bwana unisaidie." Akajibu akasema, "Si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa." Nini huo? Ni mfano. Yaani watu ambao walikuwa hawajakuwa Waisraeli kwa wakati huo walikuwa wanafananishwa na mbwa. Alafu Israeli walikuwa kama ni watoto. Kwa hawezi akaacha kuwaponya ambao Israeli wenye haki yao, akaenda kuchukua kile chakula akawapa mbwa. Naelewa? Umeona hiyo mfano? Sasa hapa uponyaji umeitwaje? Mmesoma uponyaji jina lake? Yaani uponyaji umeitwaje hapa na Yesu? Someni. Kwenye hilo andiko kuna neno uponyaji limetajwa, yani kama uponyaji. Sio uponyaji huo bado. Ushapita. Asante. Chakula cha nini? Kwa uponyaji ni nini? Unaelewa hiyo? Uponyaji ni chakula cha watoto. Yaani Yesu anasema kama hawezi kuchukua chakula cha watoto. Yaani uponyaji ule ambao ni wa Israeli, anaweza kuwapelekea watu wa mataifa kwa wakati ule. Kwa chakula cha watoto. Hivi unaelewa kama uponyaji ni chakula cha watoto? Na juzi tulianza kusema kwa habari ya nini? Kwamba baba yetu analisha nini? Ndio baba yetu anaangalia kuponya ndege, alafu sisi tunaumwa. Wewe mfano mrahisi. Kuna ugonjwa unaitwa mafua ya ndege. Ushasikia? Mlisikia kwa ulivyoua watu? Ile unajua yale mafua ndege hayawaui. Ushasikia walipewa chanjo? Ushasikia walipewa barakoa? Kwamba eti waliwekewa wasigusane. Wanakusana, maisha yanaendelea. Anayewafanyia hiko chakula anawapa ni nani? Baba yako. Ila wewe hayo mafua yanakuua, akwete baba yako hana muda na wewe. Inawezekanaje? Sio, umeelewa? Maana hiyo inawezekana ikiwa haufahamu. Sinakumbuka ile story ya mwanampotevu. Watoto walikuwa wawili. Yule dogo kaenda katumia pesa, karudi. Kaka mkubwa anakasirika. Baba anamwambia, "Mbona wewe hivi vyote vya kwako siku zote?
Akakuwa na watoto hivi kumbe hivi vya kwangu. Lakini hajui. Umeelewa hicho kitu? Kwa kuto kujua unaweza kukuta chakula cha watoto ambacho wewe ndio mtoto. Wanapewa ndege. Wanapewa mbwa. Wanapewa maua. Chakula cha nini? Cha watoto. Simsa. Juzi kwa tunaambianaje? Hebu tusema tena. Baba yangu analisha ndege. Baba yangu yuko busy. Sasa baba yangu yuko busy kualisha ndege. Si unaelewa? Kwa baba yako yuko busy kuponya ndege sasa hivi. Kwa ushasikia hivi nyie nani hapa pengine kijijini kwenu mnakusaidia ndege mnawawekea chanjo. Ushawahi kufanya hivi? Si ndio? Lakini watoto mbona mnawapiga chanjo nyingi sana? Yaani yule baba ambaye amewalisha ndege ameshindwa kulisha watoto wetu sisi, sio? Mbona inapokataa chakula cha watoto, uponyaji. Mungu ndo anapoutaja kwamba si vyema kuchukua chakula cha watoto, uponyaji kuwapa watu wengine. Maana huo uponyaji umewekwa maalum kwa ajili ya watoto. Lakini baba yako yuko busy kuponya ndege. Au nikuulize kuhusu maua ya porini. Ushaona kwamba ukiwa umepanda maua nyumbani, chochote kile ukipanda pale nyumbani, tunahitaji umwagilie. Na kuna wakati wadudu wanakuja wanakula, unapiga na dawa, si ndio? Mnaendaga na polini kupiga. Yaani kuna msitu wote ushaenda kwamba unaenda kupiga dawa msitu. Sasa nani anapiga dawa? Baba yetu. Sasa baba yetu. Sawa. Nani anapalilia ile miti ya polini inakuwa? Nani anapalilia? Nani imwagilia? Umeona kazi ambazo Mungu anafanya huku mjini. Hapo wewe unaumwa hapo unajisikia tu raha tu unajua kama unatoka. Wakati ndege hawaumwi. Hivi unaelewa? Ndege hawana hospitali. Wewe mna hospitali ya ndege. Pengine hapa kuna hospitali imefungwa ajili ya kutibu ndege. Ndege hawana hospitali. Haipo. Hauzuri kliniki ndege. Sawa. Wala kitabu za watoto wake eti update kwamba ni wewe ndio kliniki ile watoto wangu kwa usalama. Unaelewa lakini mambo magumu ila ukijua yatakusaidia. Na haitatokea siku moja, yaani ndio sasa ukasikia leo hapa, kesho ukasema simchanje mtoto wangu chanjo yoyote, ataumwa vibaya. Ni taratibu. Unaendelea ku exercise, kufanyia mazoezi neno. Ukiona umeumwa unakumbuka haya maneno, unasoma kwamba baba yangu amesema hiki ni chakula cha watoto, ni chakula changu. Si mmeisoma ile sala baba yetu? Baba yetu ile mbinguni na hapo ikikuzwa hata watu wengine wanaijua. Si sawa? Ile sala kama umeisoma vizuri, kuna sehemu imeandikwa utuponye magonjwa yetu. Wala wanaojua ile sala vizuri, kuna sehemu imeandikwa utuponye magonjwa yetu. Kwa nini unafikiri? Amesema utupe leo riziki yetu. Uponyaji uko pale. Si umeelewa? Kama magonjwa katika ile riziki ambayo Mungu anatupa kila siku na uponyaji uko mle. Ndio maana hamna sehemu ya kuponya magonjwa. Kama ungejua vizuri nikwambie, wale watu wa dini wanasaliki tu hivi. Sasa wenyewe wanamwombaje Mungu awaponye magonjwa? Ujiulize, wanamwombaje Mungu wapi? Maana kwenye ile sala kila kitu kimo. Ndio pale anaposema utupe mkate wetu wa kila siku. Huo mkate ndio huo Yesu anasema vyema kuchukua chakula cha watoto kuwapa. Na yeye ndio amesema kwamba anawalisha ndege, hapo akasema baba yenu atawapa nyinyi zaidi. Nyinyi ni bora kuliko kunguru. Nyinyi ni bora kuliko ndege. Maana yake kabla Mungu hajakimbia kuponya ndege inabidi akuponye wewe. Ila ukiona umeachwa, maana yake umeruka. Mungu ameona bora ndege wanaelewa kuliko wewe. Umeelewa kwa nini unatakiwa kuelewa, unatakiwa kujisikia vizuri kuwa na ugonjwa. Ni mkate wa kila siku, ya kila siku tukiamka inatakiwa Mungu atuponye. Ndio chakula cha watu. Sasa kwenye hii inaonekana haikuwa mapenzi ya Yesu kuponya. Na kuna watu hapa wanaamini kabisa kwamba Mungu anaweza kuniponya ila sio mapenzi yake yaniponya. Si wapo? Si wapo kabisa wa hivyo. Hapa ndio eneo ambalo Yesu hakuwa tayari kumponya. Alikuwa anaweza ila hakuwa tayari. Na kuna watu na ugonjwa wanaamini tu kwamba mapenzi ya Mungu yatatimia. Wakati huu sio mapenzi ya Mungu au sio mapenzi ya Mungu aniponye. Mwingine anaamini kwamba ninaumwa hivi kwa sababu Mungu ananitengenezea ushuhuda ili niwasimulie watu. Sio? Sasa ikitokea sio mapenzi ya Mungu akuponye, je, hautapona? Angalia mama alichokifanya. 27. Akasema ndio Bwana, lakini hata mbwa ula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao
Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama nini? Sio kama mimi nitakavyo. Kiukweli mimi kama Yesu sina mapenzi ya kuponya, ila iwe kwako kama utakavyo. Umeelewa hiyo? Kwa hata kama sio mapenzi ya Mungu, ukiwa tuna imani kubwa unaponywa, hata kama Mungu hataki. Hata kama Mungu wao ugonjwa ameweka ana kazi nao, ukiwa tuna imani inaweza ikatendeka kama unavyotaka wewe. Umeelewa? Ni sababu hiyo, nataka nikuonyeshe ili kitokea unaumwa usirizike. Utafute namna kwamba ikitokea sio mapenzi ya Mungu upone, imani yako ikiwa kubwa unaweza ukapona tofauti na hayo mapenzi. Ndio maana anamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Anazingatia hiyo, sio kama nitakavyo mimi. Kiukweli wewe ni wa mataifa, sijatumwa wala sikunihusu, ila iwe kama utakavyo wewe. Umeelewa? Yaani wale wanaoumwa unatakiwa useme ninapona. Sema ninapona kama nitakavyo. Kama ninapotaka kuwa mzima, ninapona. Biblia imethibitisha hilo kwamba kama utakavyo, wewe unatakaje? Yaani unapotaka iwe hivyo. Sawa? Sasa hii inaathiri namna nyingi za watu kuamini kupona. Imani ndio inaathiri. Wewe unaaminije ndio kupona kwako? Nataka nikuonyeshe mfano mwingine hapa. Huu unajaribu kutuonyesha mahali ambapo haukuwa wakati wa Mungu kuponya, ila bado akapona. Na hii nataka tuisome hii hadithi ya huyu mama, Luka 8:43. Hii Luka 8:43 ni hadithi ya yule mama aliyetokwa na damu. Nasema hivi, naisoma hapa. Nasema, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yoyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka kwake damu kulikoma. Naisikia? Sasa nataka niambie, kwenye huu muujiza uliotokea, yalikuwa ni mapenzi ya Yesu amponye huyo mama? Si Yesu alikuwa na biashara zake? Ulikuwa ni wakati wa Yesu kumponya yule mama? Kwa sababu gani? Yesu hapa alikuwa anaenda kwa jamaa anaitwa Yairo. Alikuwa ameitwa, huyo Yairo alikuwa ni mtu mkuu. Kwa Yesu yuko njiani anaenda kwa Yairo kumponya mtoto wa Yairo aliyekuwa na miaka 12. Walikuwa wanasema yupo katika hali ya kufa. Mama yuko zake yaani Yesu anapiga zake safari. Yuko njiani, kuna jamaa yaani mama katokea. Sio wakati wa Mungu kuponya, wala sio mapenzi ya Yesu. Mpaka Yesu anashtuka, anasema, nani amenigusa? Hata Yesu mwenyewe ajui. Unaelewa hiyo? Ukiwa na imani, hata kama sio wakati wa Mungu. Kwa hiyo ukaniambia, mimi najua tu wakati wa Mungu kuniponya bado. Ni kweli wakati wa Mungu kuponya bado, ila haibadilishi wewe una cha kufanya. Unaelewa? Kama una imani ya kutosha, una uwezo kabisa wa kukomandi ukapata uponyaji wako, hata kama sio wakati wa Mungu. Unaelewa? Umeelewa hicho kitu? Kwa hiyo unaona huyu mwanamke Yesu akawa ameuliza nani? Ikatokea hapo. Sasa tuanzie hapa. 47 anasema, mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kustirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako Unaelewa hiyo? Sio mimi. Imani yako imefanyaje? Maana hapa Yesu anajitoa kwa sababu kwa mapenzi ya Yesu. Hapo mapenzi yake. Kwa wakati wa Mungu haukuwa wakati. Ila yule ameponywa na imani yake mwenyewe. Umeelewa? Hebu sema haya maneno. Sema, imani yangu inaniponya kwa jina la Yesu. Imani yangu inaniponya kwa jina la Yesu. Huyu ameponywa na imani yake. Sawa. Imani inaponya. Ngoja nikupe kisa kimoja. Kinachekesha. Mimi mwenyewe nikisikia ukweli mpaka leo yani nikikumbuka huwa nacheka. Huyu mtumishi wa Mungu anasimulia kwamba kulitokea mama mmoja wakawa yani alipigiwa simu na mama, yule mama akasema, mimi nimekuwa mtu mzima, miguu yangu haiwezi kufanya kazi. Siwezi kabisa kutembea nimekaa
2 ya 3 yule mama akampigia akasema, "Sasa hivi nimepata nguvu ila bado mguu mmoja hauko sawa. Kwa hiyo ninatembea lakini nachechemea. Ninatumia mti kutembea." Umeona Yesu akafanya huo umbali. Ila ameleta uponyaji lakini sio uponyaji kamili. Kwa hiyo mtumishi akaendelea kumwombea yule mama akufunguliwa. Anamuombea yule mama afunguliwe. Siku akabahatika akaenda kwenye mkoa ambao mama alikuwepo. Kwa sababu yule mama, "Njoo kwenye semina ninafundisha, tutaomba tena." Kweli yule mama akaja pale na mti wake, tembelea mti. Nimeelewa. Kwa wakati wa kuhubiri wakahubiri, ikafika muda ukafika wakati wa kuombea wanaomba. Yule mama akapita mbele ili aombe. Kaomba pale, yeye akaomba, watumishi wengine pale wakaomba. Wakitegemea kwamba sasa yule mama akitoka pale ataachia ule mti. Lakini bado yule mama akawa anachechemea. Yule mama akarudi kaa. Umeelewa? Maana yake sasa hapo unapoelewa kinachoponya mtu ni imani yake. Umeelewa hicho kitu? Sasa wanasema wakati akiwa amekaa pale, wale watumishi wamekaa kule mbele kama pale hivi. Umeona? Sasa huwa kuna maji yanakuwa yanawekwa kule ya watumishi, sio? Kwa yule mama akawa anamuonyeshia yule mtumishi kwamba, umeona hiyo? Kwa yule mtumishi kwa sababu yeye amemwalika, maji hajaweka ila akasema, "Ngoja nimpelekee huyu mama haya maji." Ni sawa? Kwa akachukua ile maji akampelekea yule mama. Kwa yule mama alikuwa ile maji. Sasa mtumishi amekaa na muangalia. Yule mama baadaye anywe yale maji. Akafungua akawa anamwagia kwenye yule mguu wake. Sasa akaanza kupata moto kwa anapoza. Sasa wakati anamwaga vile, akashangaa yule mama ameamka. Akaanza kudaduna, "Sasa nimeponywa." Anashangaa yule mama anatembea na nini. Sasa imekuaje hivi? Sasa ikabidi amuulize, "Wewe imekuaje?" Yule mama anasema, "Yaani namshukuru Mungu nilipotumia haya maji ya upako nimepona." Kwa mama alijua ile maji yako kama ni ya upako. Nikitumia yale hakika. Umeelewa? Ndio ile mponya. Sasa imani yako imekuponya. Kwa hiyo ndio tukatufungua sisi kuomba, tukaomba sana. Ila vile unapoamini utapokea uponyaji, ndio utapata. Ndio maana yule aliwaza kwamba nikigusa tu ndio la Yesu. Ukweli ni kwamba hata angewaza kwamba nikimuona tu Yesu napona, angepona. Hata angefikiria tu kwamba nikimuona tu Yesu nikafanya hivi mkono napona, angepona. Ndio maana ndio imani yako. Hii sio imani ya Yesu, ni imani yako wewe. Wewe unapona. Umeelewa hiyo? Anawafundisha hizi somo ni gumu, ndio masomo magumu kuelewa, inabidi wewe umekaa kanisani muda mrefu, lakini mimi nawafundisha kwa namna nyepesi. Ili mjue. Sawa? Yaani muelewe. Mimi nataka nikusaidie wewe ili wewe ukawasaidie wengine. Kama una ndugu zako wanaumwa, nenda uwaelekeze kwamba imani yako inaweza kukuponya. Kwa yule mama akawa anasimulia pale, "Nimetumia maji ya upako." Sasa makanisa ya kiroho unajua, mama sio maji ya upako, yani maji ya watumishi. Hayo mimi ameniponya maji mazuri. Sasa kitu cha ajabu, watumishi walikuwa wameacha maji pale mbele. Wanaendelea na shughuli zingine, kuja kutoka maji yamepotea. Watu wameamini kwamba yale maji noma. Mama yule kaja yale maji mguuni katembea. Yale maji noma. Wengine pia haoni pia wanakwaya wale sikia maski ndio walisogea kule mbele. Ila wakawa kila mtu sasa mwenye ugonjwa wake yuko hivi. Ikawa hivyo. Lakini kilichomponya nini? Imani yake. Hata sio wakati wa Mungu. Kwa sababu huwa wakati. Kwa mfano mmoja wa mwisho tunamaliza. Nina safari, yani kutoka hapa kimaliza kufundisha pale nikimbie. Lakini nende Babati kule. Nikawai wale watumishi wa Bwana ili tufanye nao. Kwa hiyo nina safari. Kali kupe mfano wa mwisho ili wewe uelewe mwenyewe. Haya majibu yako kwamba sio mapenzi ya Mungu ujue. Kwamba inawezekana akawa sio mapenzi ya Mungu. Ni sawa. Hata yale hayakuwa mapenzi ya Yesu. Lakini alijikuta kashaponya kwa sababu uponyaji ni chakula. Unaelewa? Ni sawa huyu mama ameweka chakula chake ndani anategemea amlishe huyu mtoto saa ngapi? Saa 10 hivi. Huyu akapita saa 9 akaa. Sikashakula. Ndio uponyaji ulivyo hivyo. Maana ni chakula cha watoto. Unaweza ukala muda wowote. Mfano wa mwisho ni Luka 7. Taanzia pale 2. Nasema na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi karibu na kufa. Naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu,
alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakisema, anastahili huyu mtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Umeona ni kwamba huyo akida, mtu akiitwa akida kwenye kipindi hicho alikuwa ni mtawala, yani kiongozi wa askari. Ili aitwe akida, yani yule akida ndio anaongoza askari zaidi ya 100. Kwa alikuwa na askari wake karibu 100 wanaosikiliza maagizo yake. Ile anasema mtumwa mmoja aliyempenda sana, yani maana katika wale askari wake mmoja ambaye alikuwa anamkubali kwamba huyo ndio mwenyewe, akaumwa. Akawatuma wake kumwambia Yesu aje amponye mtumwa wangu. Unaelewa? Kwa watu walikwenda kumwambia Yesu, wakamsihi, wakaomba, jamani, huyu jamaa anastahili tu, ametujengea sinagogi. Unajua sinagogi? Unajua sinagogi unajua ni kanisa. Sinagogi ni sehemu ya kanisa. Yaani tusikie sinagogi kwa wakati huo ilikuwa ni unakuta kanisa, ofisi na kila kitu, yani amejenga eneo ambalo kila kitu cha nyumba ya Mungu, ofisi za wachungaji, nini, kama kuna shule za Sunday school, yote amevijenga huyo jamaa. Kwa hata Yesu mwenyewe aliposikia akasema hapa inabidi niende. Unaelewa? Sasa angalia kitu cha ajabu. Biblia inasema basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Asikia hiyo? Usijisumbue kuja. Nimemwambia namna unavyoamini ndio unapokea uponyaji. Kwa kama unaamini kwamba ili upokee uponyaji, maombi yanabidi yawe makali kwa kweli. Tukisema tusimulie kwamba alienda kumwombea mtu, huyo mtu ni tajiri, ana fedha. Kwa hiyo yani ana hela mengi, ila tu uponyaji ndio anakosa. Kwa akisikia wewe ni mtumishi wa Mungu na nguvu anasema, "Mwambie aje aniombee." Kila kumwombea bado unatoka hata na milioni. Unaelewa? Kwa ulivyo tu muombea. Sasa amepata watumishi wauni ambao wanakuja pale, washajua yule mzee anaaminije ndio ameombea. Kwa wanaomba wanaruka wanakemea hata nusu saa. Mzee akiona mtu katoka hadi jasho anaamini hawa ndio nitapona. Na hapa yeye. Umeelewa? Siku hiyo akaenda jamaa, alipofika akamwambia, akamwombea yule mtu. Kwanza alishukuru wa kumwombea. Sasa Mungu nakushukuru kwa sababu umeshamponya. Mimi kuingia tu hapo umeshapona. Kwa hiyo na hakika utamponya na atakuwa sawa. Unaelewa? Sasa basi akaongea vile, sasa yule anatakiwa atoe sadaka yule mtumishi yeye. Yule mtumishi nasikia akawa anamwambia mwenzake, sasa ndo mambo gani yani hapo ndo yani kweli amekuja hadi hapa amenisumbua, ndo naomba nini hiyo? Akamwambia akapewa 20,000 nauli ya boda. Kuna apande tu boda. Hana maombi yanayoeleweka. Ila usiku anasema yule mtu akashangaa amepona. Hivi ile maombi imefanya kazi. Muone imani inapoathiri watu. Maana vile unapoamini wewe kwamba unapokea uponyaji inakuwa ngumu kufanya vitu vingine. Kama unaamini lazima wewe uombewe na wachungaji 10 ndio upone, itakusumbua. Ila wewe unaaminije? Wewe unaamini utaponaje? Ndio. Bado mimi sasa nimefika level ya kuamini kwamba ugonjwa wote mwili wangu sitakiwi kuomba na uambia kwamba wewe toka. Na ndio hivyo ndio maombi yangu. Mimi sasa nasikia kichwa kinauma, nasema tuwe kichwa ondoka, tumeisha. Ndio naamini hivyo napona. Na napona. Mimi hata ile kesho nimeanza kuuma na kiademu na nimeisha. Niliwaambia ile kwamba nilikuwa nasikia maumivu hapo. Maumivu makali, nikigusa hivi naumia. Akili tu ikaniambia ukimuuliza daktari hili eneo, ukigusa unaumia. Hapa kuna viungo vingi. Hapa kuna figo, si ndio? Sijui kongosho, lazima tu nitaambia uvimbe au kitu chochote, si kweli? Hili eneo. Kwa hiyo kwa gani hata nimuende kwa kujigusa hapa siwezi. Nikawaza, nikasema tu wewe. Sasa hapa sio kwako ondoka. Siku ya kwanza ya pili ya tatu kimya. Sasa hizi fit. Tumeelewa hamna chochote hapa. Nimeamini kwamba nikisema nimesema. Na ukiuambia ugonjwa hata usipoondoka au usihangaike. Hivi unajua ukiona ulio unaonekana huna uhakika. Tunaelewa? Yaani bado sasa namwambia huyu, wewe toka kaka. Na mzee, toka hapo nitakupiga. Na anamwacha na mtu anakesha kudu. Dogo nilikwambia jana nitakuua, mimi unanijua. Hivi ananionaje? Maana ningekuwa kama mpigaji ningeshampiga, si ndio? Sasa shetani yuko. Yaani wewe shida yako ukiomba leo kesho unaongeza maombi mazito zaidi. Shetani anaelewa kwamba huu wote ni mkwala. Wewe unataka ukisema, umesema na urudii. Sawa? Nikisema nimesema.
na sirudii. Umenielewa? Kwa hiyo kisha uambie ugonjwa kwa heri usirudie hiyo. Mungu usiombe tena. Wewe endelea kumshukuru tu Mungu. Wakati wa kuombea wewe ugonjwa sema Mungu ninakushukuru, wewe ni mwema, umeniponya. Mungu nakushukuru. Sio tunakuomba. Sababu unapoamini ndio itakapokuwa. Kwa hiyo huyu bwana anamwambia wewe Yesu sema tu neno, mambo yataisha. Anasema nani? Kwa maana mimi ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda uenda, na huyu njoo uje, na mtumwa wangu ufanye hivi ufanye. Yesu aliposikia hayo akamstaajabia, akaugeukia mkutano uliokuwa ukimfuata akasema, nawaambia hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Elewa hiyo. Yesu alikuwa aseme neno. Yesu naona neno alilolisema. Kwani Yesu hapa amesemaje? Pona kwa jina la Yesu nimesema. Amesema hivi. Yeye alikubali tu ile imani. Akasema sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli. Hilo ndio neno Yesu alisema. Wewe ungetegemea Yesu asemaje? Kama wewe sasa ndio Yesu yeye. Mungu sema neno unasemaje? Kwa jina la Yesu. Fufuka. Ili kanisa. Ndio. Lakini Yesu hata kuangalia na ugonjwa. Akasema kweli kitu cha kuitambua ile imani kwamba ni kubwa. Inabidi ugonjwa ukimbie. Akageuka na mafutano, yaani wasio humo ndio wakawageukia. Jamani sijaona imani kubwa kama hii. Biblia haisemi neno lingine alilosema. Mstari unaofuata unasemaje? Nasema hivi. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani wakamkuta yule mtumwa. Neno Yesu alisema neno gani? Kwa sababu lazima useme toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Sio lazima. Msikii unaelewa? Ndio akasema tu ukashika kwa Mungu unasema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Hiyo shukrani inaweza ikaponya mgonjwa. Ila wewe unaamini bwana. Wewe unawazaje? Maana mwingine anafikiri kwamba kichwa kinaja kiomba kitapona. Bila kisukari. Wewe. Sivyo? Mwingine anaamini hivyo. Moyo. Ugonjwa wa moyo ni hatari. Itakuwa hivyo kwako. Vile unavyoamini ndio utakavyoipokea. Umeelewa? Kwa maana lazima inaanza na ufahamu wako. Wewe unajua nini? Hapa leo mimi nilikuwa nawasaidia ufahamu. Umeelewa? Ufahamu wako. Yeye anasema, "Wewe sema tu neno. Mungu wangu atapona." Sema tu neno. Na Yesu akasema neno ambalo hata alihusiana. Lingine kabisa, sijaona imani kubwa kama hii katika Israeli. Yule alipoenda akakutana hakuna. Unaelewana? Sasa wakati nimemaliza, maana hapo ndio tumemaliza somo. Tutaendelea Jumapili sasa. Kesho tuna zoezi la kubatiza. Kuhakikisha unakuepo ili ukashiriki huko kwenye kubatiza watu. Kesho hatuna semina, tunaacha semina ili tukafanye ubatizo. Sasa wewe semina haipo na ubatizo haupo. Unakuwa ueleweki. Sawa? Ndio pale sasa utakapowaambia ugonjwa ukutii. Ugonjwa unakuzomea kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa kuwatii viongozi. Wewe mwenyewe ndio utakutii. Umeelewa? Yaani wewe umeshindwa kuwatii. Ni sawa na wale wanandoa. Yaani sasa baba ameongea pale. 1 2 3 kama baba wa nyumba, si? Wewe mama umepinga, alafu unaambia watoto wakuelewe. Watoto wanakuelewaje sasa? Yaani wewe mwenyewe umeshindwa kumtii baba, alafu sisi ndio tukuelewe wewe. Haipo hiyo fumo. Umeelewa? Kwa ili uweze na hiyo sauti, hapo unaweza kaongea na tendo wakakubali. Nihitaji kwanza uwe na uwezo wa kukubali mamlaka za hizo. Unaelewa hicho kitu? Mimi niliwaambia kwamba kwangu nilifika wakati nikawaza hivi hawa mbu si viumbe hawa, si wanaelewa? Nikaanza kwambia je, mbu hebu ondokeni ndani. Mimi siwataka kabisa, nataka kukaa. Hizo nyumba nyingine zote hizo kani ya mzio. Nendeni. Kama utani, siku hadi siku wakaanza kupungua. Sasa hizi hamna mtu kwangu. Nishaambia, silali na neti na kwangu huwezi kuta mbu. Tunasema za shaka kimbu kimoja kinatashwa na mimi nakishangaa. Mbu, umetoka wapi? Toka. Hamna mbu. Niwaambia ambao bado wanashinda ni wengi, nende bado wapi. Hao ndio wenyewe niko nafanya mazoezi. Nishaanza kuelekeza yeye ndio anafikia vigumu. Ila wataelewa tu. Unaelewa? Wataelewa tu. Kwa nini? Ili wale wakusikie. Kuna watu hawasikiagi mtu, ila wanataka eti wasikilizwe na wagonjwa. Ugonjwa unakuzomea. Sawa? Ndio maana una ugonjwa mwingine unahitaji uondoe, unahitaji tu utii. Tii tu, yani umefuata ulipoambiwa. Timiza tu ulichoambiwa. Ugonjwa unaondoka wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wewe umesikiliza na wewe unasikiliza. Sawa? Kwa hiyo tumaliza somo lilikuwa ni uponyaji.
tunaendelea na Yesu, suluhu ya matatizo yote. Tumeona kupigwa kwake Yesu tumepona, na tumeona kwamba iwe ni mapenzi ya Yesu au sio mapenzi ya Yesu, uponyaji ni lazima. Uwe ni wakati wa Mungu uponya au sio wakati wa Mungu, bado uponyaji ni lazima. Kwa nini? Kwa sababu kinachoponya ni imani yako. Vile unavyoamini ndivyo unavyopona. Umeelewa? Ndio maana tumeona Yesu mwenyewe kuna wakati ulikuwa unafika, anakosa la kusema, anasema sasa wewe imani yako ndio inakuponya. Nenda. Umeelewa hicho kitu? Imani yako inakuponya. Mfano wa mwisho ni wale wenye ukoma. Walikuwa 10, si ndio? Wale jamaa wakaenda kujionyesha mbele ya makuhani, wakafuata lile neno waloambiwa, si ndio? Na Biblia inasema walipokuwa wakienda wakatakasika. Alirudi mmoja. Mnajua neno ambalo Yesu alimwambia? Hivi mshaisoma neno ambalo Yesu alimwambia? Hamjui kulisoma? Yesu alimwambia nenda, imani yako imekuponya. Unaelewa hicho kitu? Yaani wale ambao hawakurudi kushukuru na watakasika, ila hawajaomba imani yako imekuponya. Maana wale uponyaji wao kurudi. Yaani wale ilikuwa ni swala la kawaida kuwakuta kesho yake wamefeli tayari. Ila alionekana na imani yule aliyerudi. Ndio maana imani ni pana, hata kutii. Yaani umeambiwa njoo kanisani ukatii. Na hii ni imani. Sio sasa. Mimi na imani Mungu ataniponya, lakini usikilize mtu. Unajua viongozi wanajua kama mapango. Ndio mtu anadhania mwenyekiti wa mama ni mrembo. Kwa hiyo anafanya mambo jisikia yani. Anafikiri kwamba kanisa tu limeona sasa tuweke urembo, mwenyekiti wa vijana, katibu wa vijana, tunapohisi ndio maana mkiamba bakini mnakimbia. Ndio maana magonjwa hayawaishi. Kama unataka kwa nini tunaumwa? Moja wapo umekosa imani kwenye neno la kutii. Kutii pia ni imani. Imani ya kwanza wenye ukoma ilipimwa kwenye kusikiliza sauti na kwenda. Walipotii wakaenda, ilikuwa ni imani ya kwanza. Ila kurudi pia kushukuru ndio mambo ya sadaka. Kwa mtu naye sadaka atoaje, bado imani inakuwa imekamilika. Umeona? Ila mimi nataka hii Pasaka na hii semina iwasaidie kutembea katika viwango hivi. Sawa? Magonjwa yasitajwe kwako. Yaani yakitokea sio tu kwako, hata kwa mtu yakitaja. Yaani isiwe kitu cha kuwaza. Kwa nini? Uponyaji wetu ni mkate wa kila siku, si ndio? Mkate wa kila siku. Sasa tutaishia bila mkate. Lazima tuishi nao. Ndio maana utupe mkate wetu wa kila, lazima tupone. Sababu hicho ni chakula cha Kristo. Watoto wenyewe ndio wewe sasa. Lakini baba yako analisha ndege. Sasa mimi naomba niishie hapa. Tunataka tuwe na maombi, tutatoa tu mwongozo wa maombi ili mimi nipate kukimbia. Fikiri mzee wa kanisa pamoja na mchungaji mtaendelea. Maombi ambayo natamani tukaombe hasa leo ni kwa habari tu ya uponyaji. Sawa? Na kama kuna wanaoumwa, tumuombe Mungu kwa namna ile tunavyoamini ili wapone. Lakini sio hapa tu. Tuombe na wengine, hata kama hajaja hapa, ni ndugu yako kijijini, mtaje jina. Tamka kwa niaba yake, yaani vaa wewe uhusika wake. Uombe kwa habari yake yeye ya kuona. Vile vile wagonjwa hospitali hospitalini, omba pia. Ni chakula cha watoto hicho. Sawa? Ndio maana mtu akiumwa, akikosa chakula, yaani mtu mfano akikaa hapa tusikomba chakula sana kufa. Na mnajuaga na mtu pia akiumwa asipewe dawa anakufa. Sasa vile ni vyakula. Umeelewa? Sasa usikubali unapo kukosa chakula cha watoto. Chakula cha watoto wachukulie basi wewe kuhakikisha unakula. Sawa. Kwa mzee kanisa anaweza kuendelea, mimi naomba nikimbie. Fikiri tutaendelea na maombi na ratiba zingine na mama pia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Shangilie Bwana kwa semina hii. Fundisho hili ambalo Bwana ametupatia jioni hii ya leo. Jina Bwana ipewe